Church pale Ngege. Nimeokoka, nimeingia hapa ili kusema habari za Yesu Kristo pamoja na wewe. Hapa katika hewani tumesema ya kwamba Yesu anaweza. Yesu kwenye harali. Kwanza kabisa asante kwa kuniruhusu hapa. Nataka nilete neno la Bwana. Kabla sijalileta, nimeoa mke wangu Pastor Masi pale, ninakusalimia na wote na watoto wote na kanisa lote na watazamaji Kisii yote, na wasalimia katika jina la Yesu Kristo. Nataka niingie katika maandiko niseme pamoja na wewe habari ambayo Yesu amenituma asubuhi ya leo. Neno la Bwana linazungumzia kila maeneo yale ambayo Yesu alitenda. Popote Yesu alienda, alitenda mema. In other terms, yeye aliweza. Hakuna kitu ambacho kiko kigumu mbele za Yesu Kristo. Kitabu ni cha Marko 5 mstari wake ni wa 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaliguza vazi lake. Maana alisema, nikiaguza mavazi yake nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Baba, nakushukuru kwa neno lako. Napolinena katika hali ya maisha ya yeyote yule anayesikiliza na kutazama, Bwana Yesu, ninatangaza ya kwamba kuna jambo jipya unaenda kutenda juu yao. Pokea sifa katika nyumba ile, pokea sifa katika kazi ile, pokea sifa katika ibada hii, pokea sifa katika hewa hii, kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Nisikilize mpendwa mtazamaji. Neno la Bwana linasema ama linatupa historia juu ya mwanamke mmoja aliyekuwa amesumbuka, amehangaika miaka 12. Damu inamtoka. Maandiko yanasema ya kwamba akauza mali yake yote ili apate msaada. Akaonia keregento elianyorogo konyeka. Alienda hospitali zote, hapana msaada. Akaenda kwa waganga, hakuna msaada. Akatumia miti ya kienyeji, hakuona msaada. Akarudi nyumbani kwa sababu alifika mahali akaona kana kwamba wakati pesa imeisha, wakati mashamba yameisha, wakati kila kitu kimeisha, amebaki yeye peke yake pamoja na ugonjwa wa kutokwa na damu. Maandiko yanasema ya kwamba aliporudi akatulia, akasikia na kuona umati wa watu unamfuata Yesu Kristo. Akauliza wenzake, huyu ni nani anayefuatwa? Kutoka hapo nyuma akawa anasikia historia kuhusu Yesu anaweza kuponya, Yesu anafufua, Yesu anarejesha macho, Yesu anatenda mambo makubwa. Tazamaji, sikia. Yule mama akaingia ndani ya moyo wake, akasema ya kwamba siendi Yesu aniwekee mkono, siendi Yesu anione, lakini kile ambacho ninahitaji, nataka kuenda niguze pindo la nguo la Yesu, niguze vazi lake tu, nikiwa nyuma yake, niwe na imani ya kwamba uwepo wake, ama kuliguza pindo la Yesu, nitapokea uponyaji. Neno la Bwana linasema ya kwamba akaenda polepole, akajipenyesha nyuma kwa watu. Sio rahisi mtu kumfikia Yesu, maana wanafunzi wa Yesu walikuwa nyuma ya Yesu. Yesu akiongoza safari, wao wako nyuma yake, wengine wako upande wake. Na watu wengi walikuwa wanataka wamuone Yesu, kama vile Zakayo. Neno la Bwana linasema kwamba akahitaji kumuona Yesu ni mtu wa aina gani. Watu walikuwa wamemsunguka, umati unamfuata. Yule mama akapenya, akaenda polepole. Na mama huyu aliyekuwa anatokwa na damu, yenda ikawa alikuwa ananuka vibaya,
Akifika kwa mtu, watu wanamwambia, wewe unanuka vibaya, toka mahali niko. Watu walikuwa wamemtenga, watu walikuwa wamemkataa, watu walikuwa wataki kumwona, lakini akang'ang'ana. Imani yake ikamsukuma, akajua ya kwamba ninapoguza pindo la Yesu nitapokea uponyaji. Ninapoguza pindo la Yesu shida zangu zinaisha. Ninapoguza pindo la Yesu mateso yangu yanaisha. Ninapoguza pindo la Yesu hii damu itakatika, nitapokea uponyaji. Tazamaji, akaenda akaliguza, mara hiyo akapokea uponyaji. Chemi za damu yake zikakauka alipopokea uponyaji. Neno la Bwana linasema Yesu akageuka akawauliza wanafunzi wake, kuna mtu ambaye ameniguza? Maandiko inasema ya kwamba wakamuuliza Yesu, tumezungukwa na umati wa watu, unawezaje ulisha mtu amekuguza? Yesu akasema, ninajua, maana nguvu za uponyaji zimenitoka. Yule mwanamke aliposikia, akiwa ameanguka miguuni pa Yesu, akasema, ni mimi. Yesu akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Kuanzia siku hiyo yule mwanamke akawa mzima. Nimekuja kusema na mtu ambaye anaona hali yake ni ngumu. Nimekuja kusema na yule aliye hospitali ambaye anaona hawezi pona. Nimekuja kusema na familia, maisha yao yamekuwa magumu. Watu wanaangalia hali yako, wanaona kana kwamba hakuna msaada. Kuna vile unaweza angalia maisha yako, unaona kana kwamba mimi siwezi. Kuna vile unaweza angalia mahali unapitia, hali ambayo unapitia. Mama ni mgonjwa, mzee ni mgonjwa, watoto ni wagonjwa, magonjwa yamekaa kutoka kila Jumatatu mpaka Jumatatu, hali yako ni ngumu. Kuna mtu anaangalia biashara, anaona kana kwamba amefika mwisho. Kuna mtu anaangalia ndoa yake, anaona ni vizuri awachane ndoa, atoke aende. Sikiliza mpendwa, kuna mtu ambaye anaangalia mume wake, anaona shida, anaona shida watoto, anaona shida wazee, anaona shida mke wake. Sikia, Yesu hakuna jambo ambalo liko gumu mbele zake. Yote anayaweza. Kama vile yule mwanamke alisema nitaenda, kama vile yule mwanamke alisema nitagusa vazi la Yesu, wakati aligusa alipokea uponyaji. Nataka na wewe asubuhi ya leo umwamini Yesu Kristo katika ile hali unapitia. Wewe weka imani kwa Yesu, useme ndani ya moyo wako, nataka Yesu anitendee, nataka Yesu aniponye, nataka Yesu aniondolee umasikini, nataka Yesu kwenye biashara, nataka Yesu kwenye masomo mwanafunzi, nataka Yesu katika hali ambayo ninapitia. Yesu anaelewa kila ambacho napitia. Maandiko inasema ya kwamba akauliza, mtu ameniguza. Wanafunzi hawakuelewa kile ambacho Yesu anamaanisha, maana walimuuliza swali, unawezaje uuliza ya kwamba mtu amekuguza na watu wametusuguka? Yesu akawaambia, ninaelewa kile ninasema, maana jambo limetendeka. Yesu anaelewa kila ambacho unapitia, anaelewa ndoa yako, anaelewa biashara, anaelewa mwili wako, anaelewa hali yako. Yenda ikawa umeenda hospitali, magonjwa hayatoki. Yenda ikawa umejaribu kutibu kansa, hiyo kansa haitaki kutoka. Yenda ikawa umejaribu kutibu magonjwa ya kisukari, mpaka imefika mahali ukienda hospitali, jambo la kwanza daktari anakuuliza, katika familia yenu kuna mtu mgonjwa wa kisukari? Kuna mtu mgonjwa wa pressure?
Wakati unasema Yesu yupo, anakuambia sasa utamanage hii, maana sio ya kuisha. Hapana, kwa Yesu kuna uwezekano, kwa Yesu kuna uponyaji, kwa Yesu kuna mafanikio. Yesu anaelewa mambo hayo ambayo napitia. Ndugu zako wanaweza kosa kuelewa, wakuulize itakuwa namna gani. Dada zako wanaweza kosa kuelewa, wakuulize itakuwa namna gani. Lakini Bwana Yesu, yeye anaelewa, yeye anajua, yeye anafahamu, yeye anaangalia kila maisha ya mwanadamu, maana anajua mwisho toka mwanzo wa maisha yetu. Anamwambia Yeremia ya kwamba kabla haujaumbwa ndani ya tumbo ya mama yako, mimi nalikujua, mimi nalikufahamu. Kabla hujazaliwa, mimi nilikwisha kukufahamu, na hata jina lako nikaliandika katika viganja vya mikono yangu. Inatamsha hakuna kitu ambacho kinatendeka ambayo Mungu ama Yesu Kristo aelewi ama ajui kukuhusu. Nataka uelewe ya kwamba Yesu anaongoja uchukue hatua ya imani. Yule mwanamke angekaa mahali alipo aseme enda niitie Yesu akuje kuniombea, huyo mwanamke angepokea uponyaji. Ilifika akachukua hatua. You have to take a step. Lazima uriski useme ya kwamba liwe liwalo, ninamhitaji Yesu. Watu wanaweza kukwambia wewe mahali walikuroga, hii ugonjwa ni ya uchawi, hii ugonjwa si ya kuponya, hata ukifanya namna gani hakuna kupokea uponyaji. Nataka nikuambia kwamba nimeona yale ambayo Yesu anatenda. Nimeona vile Yesu anaponya kansa, nimeona vile Yesu anaondoa laana. Hiyo shida ulio nayo, chukua hatua ya imani ukamwamini Yesu Kristo. Mahali ulipo kwa nyumba yako, Yesu anatumana uponyaji. Mahali ulipo kwa kazi yako, Yesu anatumana msaada. Ile shida unayopitia, Yesu anatumana msaada. Hauendi kumalizia hivyo. Unapochukua hatua, sio kuitanisha pasta, hapana. Sio kuenda kusema nisaidie. Ndani ya moyo wako inua kiwango cha imani, useme hali hii nimechoka nayo. Kama vile yule mwanamke alisema, I am done with this. I need the help of Jesus because I've seen him. I will follow him. I will go behind him. Nitaenda nyuma yake, nitagusa pindo lake. Na wewe ukiwa kwako, mwambie Yesu, ninahitaji msaada wako. Mwambie Yesu, kutana na mume wangu. Mwambie Yesu, kutana na mke wangu. Mwambie Yesu, kutana na watoto wangu. Mwambie Yesu, kutana na jamii yangu. Na Yesu anaposikia, maana anajua hali yake, anatuma msaada, anatuma malaika. Roho wa Bwana ashuke juu yako, aondoe lolote lile ambalo limeleta shida, ambalo limeleta mateso. Maandiko yanasema, Marko 4, Yesu akawaambia wanafunzi wake, tufuke tuende ng'ambo ingine. Walipokuwa katikati ya bahari, neno la Bwana linasema ya kwamba kukaja mawimbi, kukaja dhoruba. Wanafunzi wakaanza kupiga kelele, wanasema tunangamia, wanasema tunapotea. Kuna mtu katika maisha yake alianza ndoa vizuri, kuna mtu alianza biashara vizuri, kuna mtu alianza ukulima vizuri, kuna mtu alianza kazi vizuri, lakini katikati hapa kumeingia changamoto, kumeingia majaribu. Hali sio vile ulikuwa unahitaji. Katika biashara ama maisha yako, mawimbi ya magonjwa yameingia, mawimbi ya umasikini yameingia, mawimbi ya shida yameingia. Mtu alioleka, mawimbi ya kukataliwa ikaingia, akazaa watoto, amefukuzwa
nao, akaolewa, mke ameenda. Sikia mpendwa, hayo ni mawimbi tu, hayo ni majaribio tu, hayawezi yakakuangamiza, hayawezi yakakumaliza, kwa maana Yesu yupo. Ikiwa Yesu yupo, utamaliza vizuri. Ikiwa Yesu yupo, utainuliwa mpendwa. Ikiwa Yesu yupo, kuna jambo linatendeka. Ikiwa Yesu yupo, kuna maisha mapya ambayo Bwana ataanza kujenga. Neno la Bwana linasema wakapiga kelele, wakasema tunaangamia. Wakajaribu kujisaidia, hawakuweza. Mmoja akajua hatuwezi, ikiwa Yesu yuko hapa, yeye atatuwezeshea. Haleluya! Neno la Bwana linasema ya kwamba mmoja akamwendea Yesu, akamwambia, Bwana Yesu, umelala hapa na sisi tunaangamia. Yesu akasimama, akatazama dhoruba, akaiambia dhoruba, dhoruba, tulia. Sikia, katika maisha yako neno la Bwana linapoingia hali na nyamaza. When Jesus said be still, na hali kawa salama, kukatulia. Wakafika mwisho, wakamaliza safari, wakaendelea vizuri. Listen to me my brother, nisikilize wewe mama unayenitazama. Katika hiyo hali, Yesu anaposema magonjwa yataondoka, katika hiyo hali, Yesu anaposema shida yako inaisha, ndoa yako itakuwa salama, maisha yako yatakuwa salama, biashara yako itakuwa salama, kazi yako itakuwa salama. Ondoa ile imani uko nayo, mimi nimerogwa, sisi tulizaliwa masikini, sisi ni kama hatutaweza. Wengine wanasema mama yangu alikufa masikini, baba yangu alikufa masikini, sisi tulilaaniwa na umasikini. Ikiwa utamwamini Yesu, ataondoa umasikini. Ikiwa utamwamini Yesu, ataondoa shida zako. Ikiwa utamwamini Yesu, atapigana vita vyako. Vita si vyako, vita ni vya Bwana. Adui wakinuka, Bwana atakupigania. Wachawi wakinuka, Yesu atakupigania. Waganga wakinuka, Bwana atakupigania. Majirani wakinuka, Yesu atakuwa pamoja na wewe. Achana kupigana vita. Wale wanafunzi walijaribu kujipigania mpaka wakati walimuita Yesu. Nataka umuite Yesu katika maisha yako. Nataka umuite Yesu katika hali yako. Neno la Bwana linasema Batimayo, mwana wa Timayo, alikuwa ni kipofu. Hali yake ilikuwa ni ya upofu. Akasikia ya kwamba watu wanapiga kelele, wanasema Yesu, wanasema ameponya, wanasema aliwezea fulani, wanasema ametenda makuu. Yeye akauliza vipofu wenzake, maana alikuwa katikati ya mji, kazi yake ni kuombaomba. Akauliza vipofu wenzake, nimesikia kelele, mimi siwezi ona nini kinaendelea, mnasikia ni nini? Yule kipofu mwingine akamwambia, ni Yesu wa Nazareti anapita. Yesu anayeponya anapita. Yesu anayeweza anapita. Yesu anayefufua anapita. Akasema, akaanza kupiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, naomba ukanihurumie, naomba ukanisaidie, Yesu wa Nazareti. Vipofu wenzake wakaanza kumwambia, wewe nyamaza, hawezi akakusikia. Watu wengi wanamfuata, matajiri wanamfuata, walio na macho wanamfuata. Wakajaribu kumzuia, akainuka akiwa kipofu, akapiga kelele, akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unisaidie. Yesu mwana wa Daudi, naomba unisaidie. Sikia kelele yake, sauti yake, kuita kwake kukafikia Yesu Kristo. Yesu akasimama, wakamwambia amesimama, na yeye akasimama. Yesu akauliza, nani huyo ameniita? Akasema, muache akuje. Yesu ana ubaguzi. Yesu ana ubaguzi. Anapenda masikini, anapenda kila mmoja,
anaelewa shida yako, anaelewa kilio chako, anaelewa mateso yako. The Bible says, waliposikia ameitwa, waliokuwa wanamzuia wakamwambia, tata ukorangirie, eo moyo, jitie moyo, maana amekuita, enda. Alipoenda, Yesu akamuuliza, nikusaidie nini? Akasema, nataka kuona. Kamwambia, imani yako imekuponya. Sikia, Yesu anaponya kila ugonjwa, kwa sababu ukiinua imani kwake, ukimwamini yeye, anakutendea, anakuwezeshea, anakupigania. My brother, my sister, listen. Imefika wakati wache kutegemea wakanga. Imefika wakati imani yako utoe kwa mwanadamu. Mwanadamu hawezi akakusaidia, ndugu yako hawezi akakusaidia, lakini ukimwamini Yesu, atashuka ndani ya mwanadamu, kisha atainua mtu wa kukusaidia. Nahitaji umwamini Yesu asubuhi ya leo. Wewe uliye mgonjwa nisikie, nataka umwamini Yesu. Tunapoenda kuomba, hayo magonjwa yatakuondoka, hiyo shida itakuondoka. Watu wameweka vitu kwa mikono, mipira fulani. Watu wamechimbia vitu kwa manyumba. Watu wanafanya vituko, wanamwaga vitu ili biashara iendelee. Watu wakiingia kwa hotel, wako na maji fulani ambayo wanamwaga ili jambo litendeke. Sikia, Yesu ndiye maji ya uzima. Yesu ndiye mafuta ya kweli. Yesu ndiye anayetosha. Ondoa imani yako kwa vitu ambavyo vimetengenezwa na mikono ya mwanadamu. Weka imani yako kwa Yesu, maana yeye ndiye atakusaidia. Mpendwa, nisikilize. Unaweza limia vitu, useme hizi vitu zitanilinda. Hiyo vitu itakumaliza. Wengine wamebeba hata kama ni mafuta, wameacha imani kwa Yesu, wameweka imani kwa mafuta. Leo nataka nikwambie, weka imani kwa Yesu Kristo, amalize shida zako. Mafuta ni mazuri, lakini mafuta iko na kazi yake ya kutenda. Sikiliza mpendwa, imani yako mwenyewe kwa Yesu Kristo itakutendea makubwa, itakutendea mazuri, itakutendea mema. Nisikilize mpendwa, nataka umwamini Yesu. Nataka uelewe ya kwamba Yesu anataka kusaidie, lakini anaongoja wewe uchukue hatua ya imani ili akaweze kukusaidia. My sister, my brother, only Jesus can help you. Yesu anaweza. Yesu anaponya. Yesu anaokoa. Yesu anabadilisha. Yesu atatenda mambo makubwa. Neno la Bwana linasema ya kwamba alipoingia kwenye mji, akapata mtu mmoja miaka 38, Yohana 5, amekuwa pale, ana mtu wa kumsaidia. Akamuuliza swali, ndugu, wataka kuwa mzima? Kaanza kumwambia, mimi nililetwa hapa, sina mtu wa kunisaidia, sina mama wala dada. Sikia, sio wakati wa kueleza ya kwamba dada yangu ananichukia, ndugu yangu ananichukia, hapa kwetu hawanitaki. Hapana. Imani yako inua. Mwambie Yesu, leo ni mimi niko hapa. Mwambie Yesu, naelewa shida yangu. Mwambie Yesu, naelewa mwili wangu. Huu mwili Bwana Yesu, wewe unaujua vema, wewe unaelewa vema. Hii shida ambayo imeniingia, nimekataa kwa jina la Yesu. Sikiliza mahali ulipo. Nataka ukatae magonjwa. Nataka ukatae umasikini. Nataka ukatae shida. Nataka ukatae mateso. Uanze kuamini Yesu ya kwamba atakuinua. Hiyo miguu ipokee nguvu. Hiyo kichwa kinachouma kinasumbua, na achilia uponyaji kwa jina la Yesu. Hiyo mgongo ambayo imeleta shida, na unenea uponyaji kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya asma ambayo imetesa maisha yako, na nena uponyaji kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya ulcers imeleta shida, imekunyima aina ya chakula, na achilia uponyaji kwa jina la Yesu. Nataka uelewe ya kwamba tunaponena
kwa jina la Yesu. Na wewe amini Yesu Kristo kwa jina hilo linalopita majina yote, jina ambalo tumepewa. Jina linaponenwa kuzimu inatetemeka, jina linaponenwa wachawi wanahama, jina linaponenwa waganga wanahama, jina linaponenwa hali inabadilika. Hilo jina la Yesu liko na uweza. Hilo jina la Yesu linashinda majina yote. Maandiko yanasema ya kwamba kwa jina hilo kila goti litapigwa, hapa mbinguni, pale mbinguni, hapa duniani na hata na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Baba. Sikia, nataka nitangaze hiyo hali ambayo unapitia. Tunaachilia neema ya jina la Yesu, linapiga kila aina ya uchafu. Wachawi wa kwako wakutane na jina la Yesu. Magonjwa ya kwako yakutane na jina la Yesu. Watu wakisikia kansa wanatetemeka, wakisikia ukimwi wanatetemeka, wakisikia korona wanatetemeka, wakisikia ugonjwa wa moyo wanatetemeka. Lakini magonjwa hayo yanaposikia jina la Yesu, hayo magonjwa yanaondoka, hayo magonjwa yanakauka, hayo magonjwa yanaisha katika jina la Yesu. Roho ya ukoo iliachiliwa juu yako katika jina la Yesu. Magonjwa ya laana yaliyowekwa juu yako tunayaondoa, tunayang'oa, tunayaondoa, tunayang'oa, tunayaondoa, tunayang'oa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho unapitia, hali yoyote unayopitia, unapomwamini Bwana asubuhi ya leo, unapomwamini Yesu asubuhi ya leo, hiyo hali inabadilika, hiyo hali inaisha, hayo magonjwa yanakauka. Yesu alipokuwa anapita akaangalia tini, akasema ya kwamba wacha niende pale nipate matunda nile. Akapata ule mti hauna chochote. Maandiko anasema ya kwamba akauambia ule mti, kuanzia leo mtu asipate matunda hapa. Ule mti ukakauka matawi, ukakauka mizizi. Nataka kunenea miti ya magonjwa iliyopandwa juu yako ikauke kwa jina la Yesu. Nataka kunenea miti ya laana iliyopandwa juu yako ikauke kwa jina la Yesu. Hiyo miti ya shida iliyopandwa juu yako ikauke kwa jina la Yesu. Hayo mateso yaliachiliwa juu yako yakauke kwa jina la Yesu. Unayenisikia, na achilia neema ya baraka ya uponyaji, neema ya kufunguliwa. Hiyo biashara ifunguliwe, hiyo kazi ifunguliwe, hiyo masomo yafunguliwe, hayo mashamba yafunguliwe, hiyo mifugo ifunguliwe. Na achilia neema hiyo. Pokea mahali ulipo, hayo magonjwa yakauke, hiyo shida ikauke, hayo mateso yakauke katika jina la Yesu. Roho zozote zilizotumwa ili kutesa maisha yako ninaikausha kwa jina la Yesu. Shida yoyote iliyoachiliwa ili kutesa maisha yako ikauke kwa jina la Yesu. Dhoruba yoyote iliyoachiliwa ilitesa maisha yako ikauke kwa jina la Yesu. Chochote kilichopandwa kwako, zile nguo ambazo zimechukuliwa, na achilia moto ziteketee, hazikauke, haziharibike katika jina la Yesu. Na achilia kibali cha Bwana. Natuma malaika, malaika wa uponyaji, ingia kwenye nyumba hii. Malaika wa baraka, ingia kwenye nyumba hii. Malaika wa miujiza, ingia kwenye familia hii. Anza kuwafungua. Roho wa Bwana ashuke juu yako, aondoe kila uchafu, avunje kila laana, akate kila mikosi.
upako wa Roho wa Bwana ukashuke juu yako katika jina la Yesu. Mambo yako yawezekane, familia yako ifunguliwe, mke wako afunguliwe, mume wako afunguliwe, watoto wafunguliwe, kazi ifunguliwe, mashamba yafunguliwe, chochote kile kifunguliwe sasa katika jina la Yesu. Nataka niamulishe wewe ambaye ni mgonjwa, nataka uwe na imani. Nataka kuamulisha ugonjwa huo kutoka kwa runinga hii. Wewe unayetazama, hayo magonjwa yanakuachilia sasa. Nataka uamini Bwana Yesu pamoja na mimi asubuhi ya leo. Nataka uamini Bwana Yesu pamoja na mimi wakati huu. Ikiwa muda umeyoyoma, nataka uelewe, nimekuja hapa sio nionekane, bali Yesu akuonekanie. Nimekuja hapa sio nijulikane, bali Yesu ajulikane juu yako. Nimekuja hapa ili Yesu anene pamoja nami anavyonena. Niingie kwako katika jina la Yesu, niseme pamoja na wewe, nitaje Yesu juu yako, ninenee hali yako, ninenee maisha yako, ninenee biashara yako. Ninapomalizia, wewe ambaye ni mgonjwa, nataka ninene uponyaji, na kazi yako ni kusema nimepona. Wewe ambaye uliye na shida, kazi yako ni kusema amina, na shida yako inakuondokea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hizo dakika, mahali popote ulipo, nataka umwamini Yesu. Unaponitazama, nataka uelewe, Yesu ndiye anayeponya, Yesu ndiye anayebadilisha, Yesu ndiye anayebariki, Yesu ndiye anayeokoa, Yesu ndiye anayetenda. Yesu ni mwaminifu, achagui wa kusaidia, achagui wa kuponya, achagui wa kubariki. Anataka akubariki, anataka akuinue, anataka akuponye, avunje hizo laana. Bara ya mwisho ni nene na watu walio na laana ya ukoo. Yale magonjwa yaliyokamata babu yamekukamata wewe. Ile shida wazazi walipitia, unapitia wewe. Ile shida mama alipitia akatoka kwa ndoa, the same hiyo shida wewe umeoleka mara moja mbili, hiyo shida roho zinakufuata, hizo roho ninazinenea. Nataka uamini sasa, ninapoliita jina la Yesu, ninapoomba pamoja na wewe, unapokea uponyaji. Baba, katika jina la Yesu, nanenea huyu ambaye ni mgonjwa wa tumbo, ambaye mwili inasumbua, ambaye miguu imefura, ambayo roho inasumbua, ambaye macho yamesumbua, ambayo mikono inasumbua, ambayo pressure, kansa, kisukari, ulcers, magonjwa kila aina, magonjwa ya kichwa, magonjwa ya nyama, magonjwa ya mishipa, magonjwa ya tumbo, ninanena achilia mtu huyu katika jina la Yesu. Achilia mama huyu katika jina la Yesu. Achilia mzee huyu katika jina la Yesu. Kila aina ya magonjwa kauka, yeyuka, kauka, yeyuka. Achilia, achilia, achilia. Linanena kila ugonjwa unaachilia familia hii, kila magonjwa ya ukoo, magonjwa ya damu, magonjwa ya laana, madhabahu yaliyoinuliwa yakanena magonjwa juu yako, ninayang'oa, ninayaondoa, ninayang'oa, ninayaondoa katika jina la Yesu. Ninanenea mpendwa huyu anayepitia matatizo, ambaye anaguza pesa, hiyo pesa iwezi simama, ambaye anafanya biashara, hakuna maana ya biashara, ambaye anafanya kazi, haoni maana ya kazi. Kila minyororo na kila pengu ambazo zimekufunga, ninaziamulisha, fungua maisha yake. Achilia, achilia, achilia katika jina la Yesu. Ninanena asubuhi ya leo, Baba, katika jina la Yesu, ninaachilia neema yako juu ya mtazamaji huyu. Ninatangaza leo anakuwa na ushuhuda, maana amekuamini Yesu. Ameelewa ya kwamba wewe ndiye unaponya, wewe ndiye unabariki, wewe ndiye unainua. Sio wachungaji,
sio wanadamu, lakini wewe kupitia kwa wanadamu unatenda makuu katika jina la Yesu. Tendea familia hii, fungulia mama huyu, fungulia kijana huyu, fungulia mzee huyu, fungulia mwanafunzi huyu, achilia baraka juu ya maisha yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu, pokea sifa. Asante maana umemponya, asante maana umemtendea. Kila roho zinazomsumbua ninaziondoa kwa jina la Yesu. Na achilia Roho Mtakatifu wa Bwana anayeleta utakatifu, anayeleta baraka. Yesu Kristo aingie kwako, afanye mabadiliko. Asante Bwana Yesu, maana umemsaidia. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Pendo, umebarikiwa. Pendo, umefunguliwa. Pendo, mwamini Yesu. Anza sasa kufuata njia za Yesu. Anza kuelewa ya kwamba Yesu atakusaidia, na kuachilia Bwana Yesu. Na achilia Roho wa Bwana na malaika wa Bwana walinde familia yako, walinde biashara na boma yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki kabisa kwa kunisikiliza, na hili neno lifanye kazi ndani yako. Asubuhi ya leo na kukaribisha katika ibada yetu tulio nayo kanisani kuanzia saa 3 mpaka saa 7. Karibu sana mama, karibu sana mzee. Nitakuwa pale ibada ya baraka, ibada ya kufunguliwa siku ya tarehe 14 mpaka 17. Watu wote wa Gusii County tukutane Nyanchama. Nyanchama iko Kitutu Chache South pale Bugushero Ward, ile soko pale. Tunaingia pale kwa kishindo. Bwana wa uzima akubariki. Unapokuja leta wagonjwa, leta wenye shida, leta wanaotabika, na Yesu atakutendea. Mimi pamoja na mke wangu Pastor Maslin tunakuombea baraka. Kanisa lote tunaliombea baraka. Familia yako tunaiombea baraka. Bwana wa uzima akubariki. Bwana akutende mema. Tukutane tena. Ukiwa unahitaji kuelewa kunihusu sana, ingia YouTube pale, tafuta Pastor OBAE. Kuna nyimbo, kuna mahubiri na maombi pale. Ukiwa unahitaji kuingia kanisani, njoo Moso chofika lio Toigo, teremuka hiyo njia kwenda Raganga. Hapo karibu na mto kuna kanisa kubwa sana la mabati ya buluu linaitwa Light